Ni kweli kabisa kusema kwa namna ambavyo umekosea au maisha fulani ambayo unaweza kuwa umeyaishi au unayoyaishi yakiwa yana ukakasi au mabaya mabaya, ni kazi ngumu sana. Yaani kwa mfano mimi kusema kwamba ninamshukuru Mungu sana ameniokoa, nilikuwa nazini na sasa sizini, ni kitu ambacho kwenye masikio ya watu wakikisikia inakuwa kama inakuwa inafedhea sana. Ni kweli nakubali kabisa kwamba kusema kosa lako, kulifafanua kosa lako kwa namna ulivyokuwa unafanya, mkwamo wako, kuelezea kwa upana kabisa kwamba mimi nilikuwa nazini, nilikuwa nafanya hivi, kidogo nakuwa ni changamoto. Ni changamoto, ni kweli. Hata ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo, Adamu na Hawa walipokosea, walijificha. Ujasiri ulikuwa haupo. Of course ukishafanya vibaya, ujasiri unaondoka. Ukisema angalie tena hata Kaini kidogo pamoja na kukosea, lakini Mungu alipompa adhabu, anakuja kusema hapana Mungu, hii umenipa ni kubwa mno. Unakuja unanipa hii ni kubwa mno, yani hii. Ni kweli kabisa ni kazi, lakini jambo moja ambalo mimi na wewe tunapaswa kulijua na kulielewa ni kwamba kusema kwenye kosa fulani ambalo umelifanya, kwenye dhambi ambayo umeifanya, ni tiba tosha kwa wewe au kwa mimi kutoka kwenye lile jambo. Na maanisha nini? Mimi Esther nilikuwa ni mtu ambaye kabisa kukaa akili yangu imetulia, haifikirii yani kwamba kesho kuna kuzini au nimetoka kuzini au sijui mimba haijaingia au yule mwanaume sijui hajaoa mwingine, sijui itakuwaje. Ilikuwa ni ngumu. Lakini for this time ambapo tunaweza kukuta akili kwa kipande kidogo imetulia, ni kwa sababu ya kusema. Ni kweli ni aibu kusema. Ndio maana hata mzee Mbarikiwa kwenye kitabu chake cha kutubu anasema wanaotubu ni mashujaa. Wengi huwa tunashindwa kufafanua kiini. Kuna mtu mwingine unaweza kukuta unakwama kwenye mkwamo fulani, unakuna zunguka kuelezea mkwamo wako. Mtu wa Mungu, kutoka hapo ni ngumu sana. Moja ya kitu mimi ambacho kwa kipande kidogo nimesaidika nacho kwacho ni ule ujasiri wa kuweza kusema nilipokosea. Sionagi haya. Yaani binafsi sionagi haya. Yaani kuionea haya dhambi, yaani kwa namna nilivyoharibu, basi nikana najiona kwamba sijui nikisema hivi mchumba atakosa. Hamna. Binafsi nasemaga hapana. Kwangu ni tiba kufafanua ubaya ambao nilikuwa naufanya. Ni tiba kwangu. Siishi kufafanua, na mimi binafsi namna ninapokuwa nafafanua, namna ninapokuwa naongea, unakuwa ni wigo kwangu. Binafsi inakuwa ni wigo kwangu. Ni kweli unaweza kaishia kusema lakini bado ukajikuta mkwamo uko pale pale. Lakini tiba tosha kwangu mimi na wewe ni kusema kosa letu tulilolifanya. Nikiona maanisha nini? Hata kwenye kitabu cha Methali anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Mtu wa Mungu, moja ya maisha ambayo binafsi nasema kwamba ni maisha bora sana ni maisha ya kumcha Mungu. Maisha ya kumcha Mungu ambayo yanakuwa ni maisha ambayo yanatuepushia mambo mengi. Yaani mfano mimi kuna muda anasema bila huu wokovu ningekuwa wapi? Kwa lifestyle yangu niliyokuwa naendelea nayo, kwa namna nilivyokuwa nafanya, kwa maisha niliyokuwa naendelea nayo, yaani bila Mungu ningekuwa wapi? Ni kweli inawezekana unavyoniona sina maajabu yoyote, hamna cha maana nilichofanya, ni waovyo vile vile, lakini nasema Mungu, pamoja na kuonekana waovyo na kushukuru hivi nilivyo, kwa sababu kule nyuma nilikuwa waovyo zaidi ya hivi nilivyo. Ufahamu wangu kufikiria wanaume, ufahamu wangu kufikiria zinaa, ufahamu wangu kufikiria mabaya nilikuwa nafanya, nilikuwa waovyo kuliko kule nilikotokea. Ni nafuu ya hapa nilipo. Ni kweli nakubali ni kazi ngumu sana mtu kusema, yaani kabisa kwamba mimi, ila kutubu ni kulitambua kosa lako. Mimi binafsi nilitambua kwamba kuzini ni dhambi. Si kwamba unayefanya dhambi au tunakuwa hujui. Inakuwa unafahamu kabisa kwamba hiki kitu ni dhambi, lakini kwa ujeuri unakuta tunaenda tunafanya. Ukishajua kwamba ni kina madhara gani, umetambua ukubwa wa kosa, umetambua. Kuna swali moja nalojiulizaga kwenye akili yangu kwamba je, hivi Adamu na Hawa mpaka wanaenda kujificha hawakujua kama wamekosea? Yaani moja ya kitu ambacho mpaka Mungu anawakuta, yaani wanajificha, wanashona majani, anawaoji, anawapa adhabu. Ina maana kweli ufahamu wa kung'amua kwamba hapa tumekosea, tuombe msamaha, ilikuwa haipo. Na kuja kugundua tu kwamba kutubu, kutubu ni tendo fulani hivi ambalo ni la kishujaa sana.
kwenye kulitambua kosa lako, kutambua madhara ya kosa yako, kutambua ukubwa wa kosa lako. Usiwe mtu wa kuzunguka. Yaani ukikosea usiwe mtu wa kuzunguka. Yaani kwanza kuweka viswali vingine nyosha tu kwamba mimi jamani kwenye hapa nimekwama, yule kijana yule. Yaani mimi yule kijana nikishamuona nachanganyikiwa, ilo kishabaki kujieleza, yani kama wewe ni katakatifu ili najichosha tu na kuja kutoka hapo itakuwa ni changamoto. Ninaongea hivyo kwa sababu mimi ni miongoni mwa mtu ambaye nimepita maisha ya staili hiyo, lakini kwa kipande fulani nimesaidika. Shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune ni binti ambaye maeneo mengi alikuwa na ujasiri wa kusema namna Mungu alivyomsaidia, lakini hakuwa naona haya kueleza ushuhuda wake. Hakuwa naona haya, yani kwamba ajisikia aibu kwamba mimi nilikuwa najizini, nilikuwa hapana, alikuwa anasema ile ilikuwa ni tiba kwake hata yeye kuendelea na Mungu. Usibumbe kosa lako, usitafutie kwa kujifichia, jieleze wewe unakwama wapi. Shalom.